Mimi ningependa kuambia jambo moja. Mheshimiwa William Ruto, mimi nimeishi na yeye na hata nilimjua kidogo kabla hatujaoana. Tunaenda kucelebrate karibu miaka 33 ya ndoa. Yeye anajali maslahi ya watu. Bishop, nakumbuka wakati mwingine tukikuwa Nairobi, tulikuwa tunapata wageni wengi. Wanakuja kwetu, tulikuwa tunawakaribisha kule Nairobi. Na yeye alikuwa anatoa pesa, anawapatia transport, anawapatia pesa kidogo ya kujisaidia wakati wanaenda town. Na nakumbuka siku moja nilimuuliza asubuhi kama angeza kunipatia pesa tu kama ya matumizi ya nyumbani. Akaweka mkono wake katika mfuko wake na akaniambia, sina, nimepeana yote kwa wageni ambao walikuja. Mimi tu ningependa kuambia kwamba msikuwe na wasiwasi sana kuhusu rais wetu. Yeye amekuwa akipeana na atazidi kupeana. Biblia inasema kwamba mkono ambao unapeana ndio mkono ambao unapokea. Kwa hivyo mimi ningependa hata encourage ama kuwatia moyo sisi wote kusema kwamba tuzidi kupeana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Maana kazi ya Mungu lazima iendelee. Kwa hivyo wacha nishukuru Mungu sana, maana amekuwa Mungu mwema na najua kwamba ataendelea kutusaidia. Kenya iko katika mahali pazuri. Ningependa kuhakikishia. Kwa nini nisema hivyo? Kwanza, kwa sababu tuko na Mungu ambaye tunampenda na tunamwabudu. Pili, kwa sababu tuko na kanisa. Na tatu, kwa sababu Mungu ametupatia viongozi ambao wanajali maslahi ya watu wa Kenya. Viongozi wakiongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto. Tuko na governors wetu, tuko na wabunge wetu ambao hawalali, wanafikiria kwamba Kenya itaenda mbele kwa njia ya namna gani. Mambo ya affordable housing hapa Pioneer. Umeangalia kwa Pioneer siku hizi vile nyumba zinakuja ni kama zinamea, zinaenda mpaka ghorofa ya 14. Kule Kidiwa saa hizi iko juu. Kila kitu imeenda juu, kila kitu Eldoret inakuja juu. Kuna phase 2 ya Kidiwa inakuja 2300 units. Ile ya AMS 2020 inakuja. Kuna ingine nimelon juice hapa kupeana shamba ya Eldoret Railway City. Siku hizi umeenda railway mkaona kuna railway inaonekana. Wame fence off, kuna kitu inatokea kule chini. Any time from now utauliza kwenu ni wapi ukifika Eldoret. Nje ilikuwa inaenda nyumbani ilikuwa wapi? Hapa nyuma ya na ruhusu tumebarikiwa sana wewe. Hapa nyuma ya Rivertex kuna kitu inaitwa Special Economic Zone EPZ na zinajengwa. Juzi nilikuja na waziri Mburia. Inajengwa, sheds zinakuja, factories zinakuja, Eldoret inarudi kwa ile utukufu na ile utukufu ya Saidi. Tutaendelea kubarikiwa hapa. Kila mtu mwenye uko na akili nunua nyumba sahihi. Hakuna nyumba 3 bedroom chini ya 5 million kwa hii town hii ama katikati ya town. Hakuna. Hii ni baraka kutoka kwa Mungu, kutoka kwa rais. First Lady, tunakushukuru. Umefanya mambo kubwa kwa taifa hili. Hiyo maombi uliomba. Kuna wakati nilikuona ukiomba barabarani ya Salga. Watu wakaweka social media kama hiyo sasa ni nini? Lakini walipoweka hiyo baria hiyo, nani alijua inaitwa baria manini ya kubadilisha barabara na pande hii na nyingine hii. Nilipoona imewekwa nikasema ni maombi. Ni maombi. Maisha mangapi yameokolewa tangu siku hiyo? Kweli kabisa. Na every Christmas nasikia gari imeanguka Salga. Lakini this time hatujasikia. Ni Mungu, tunakushukuru sana. Ile evangelism tulikuwa tunafanya kidogo kidogo. Unakumbuka hiyo? Ile ya samani. Tukaenda kuhubiri kwa tuktuk. We are just youth. Sasa mimi nahubiri, nikichoka yeye anahubiri. Yeye amechukua. Sisi yani hii ni ukweli, si maneno ya story, lakini hatuambii watu. Lakini kwa hiyo uaminifu, nani alijua kutatokea na president kwa bwana ya Rachel na kutatokea na first lady ya Kenya kwa Rachel mwenyewe. Wacha hawa na mimi kwanza hata sikuwa na hesabu na story na kila kitu, lakini Mungu ni nani? Si anapanga. So mimi hata nina sababu mingi ya kushukuru Mungu na nina sababu mingi ya kutoa yenye niko nayo. Wenye hawajui rais wetu ni mkalimu kwa kanisa. Na wenye na hatoi pesa sababu ana pesa, anatoa pesa sababu amelelewa na jamii na familia ya kanisa na ana upendo, lakini si pesa anaye ya kuharibu. Nataka kuhakikishia wenye wanaingiza siasa kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, tafadhali wawachane na hiyo maneno, sababu wanafikiria wanaumiza rais, lakini hawaumizi rais. Wanagawanya makanisa.
wanagawanya wenye wanakujanga kwa kanisa, ndio waanze kusema sisi tutachukua pesa, wengine waseme sisi hatutachukua. Hiyo maneno ni ya kukuja kugawanya kanisa. Nimeshukuru sana viongozi wetu hapa, sababu wameanza hiyo maneno ya kusema hawana kipimo ya kusema hii pesa iliibiwa, hii si mzuri. Wanasema lete pesa tusaidie kanisa. Kama wewe uliiba hiyo pesa, hiyo ni shauri yako na Mwenyezi Mungu na utakuja kushikwa, lakini hatuwezi kataa kuleta pesa kwa kanisa. Nimeshukuru sana viongozi wetu wa kanisa hii kwa kutufungulia milango ya kujenga kanisa, na wenye wanaleta vikwazo ya kuja kusaidia kanisa ndio tuwe na roho mbaya kama hawa, sababu nasema wana roho mbaya. Wawache sisi twende tukamsaidia Mwenyezi Mungu kujenga kanisa, na sababu Mungu hawezi kukuja kutengeneza hii kanisa, hawezi kukuja kujenga hii kanisa, hawezi kuchukua pesa aletee bishop asaidie hii kanisa. Mwenyezi Mungu hutumia viongozi kama sisi na wenginevyo. Na wakati mimi najisukumia sana, nataka kusaidia kanisa Mwenyezi Mungu iende mbele. Ukiwa kiongozi huko juu, unarusha maneno ya ujanja ambayo inakuja kunifunja moyo, kufunja rais wetu moyo akose kukuja kusaidia kanisa. Wewe kabisa, wewe ni mjanja ambaye hufai kuwa kiongozi wa kanisa. Unajua sisi tukiwa pale NEC, kazi yetu namba moja ni kusupport rais wetu kuendesha nchi hii mbele. Hatuwezi enda nchi hii ati kila kabila wanasema tunashika kamlima yetu. Ukienda Mombasa tunashika ziwa, ukienda hapa Kakamega Mount Elgon. Hiyo mimi sioni ikiwa njia ya sawasawa. Haja ile kubwa, na Mwenyezi Mungu ndiye ametuumba. Na mimi mheshimiwa nimesema kwenda huko mbele, hata kama ni viti tutakosa, hatuwezi shika njia ya kukuunga mkono ati tukasema wewe ni mtu wetu tusaidiane kugawanya hii watu yetu. Sisi tutakaa nyuma ya Mheshimiwa Rais Ruto, tupange mambo ya kuendesha hili taifa mbele, na ili ukikutana na mtu yote, kila mtu anajisikia ni Mkenya. Watu wengi wanaongea sana, lakini hawajui mambo yenye wananchi wanapitia. Sisi wenye tunafanya harambee ya watu wagonjwa ndio tunajua ni nini tunasema. So na mmetuchagua kama viongozi wenu. Najua nasikia watu hapo social media wanaongea wanafanya nini. Wacha sisi tu fail, lakini fuata ile kitu tunawaambia, alafu tuanguke, muje mtufukuze. Lakini msifuate ukora ya social media, kwa sababu hii watu ya social media ni mtu fake, mtu jua kale tu. Ni kama ile nilikuwa naona ile siku ya Gen Z. Wengine wako huko Australia, Amerika, wapi. Mwingine anaandika anasema tuchome hii nchi kwanza ndio tuanzishe mpya. Unajua mtu hajai jenga, mtu hajai nunua hata simiti moja. Ni mtu haelewi kabisa ile kitu anasema. So mregister SHA. SHA inafanya na muulize wenye ameregister. Ndio tutoke kwa hii maneno ya harambee. Wakati Kibaki alianzisha CDF, tulitoka kwa harambee ya shule. Na sasa hii mashule zetu zote zinajengwa. So same thing, tunataka tujiondoe kwa mambo ya ugonjwa. Ndio kila mtu atibiwe na aende nyumbani. Unajua ingine hii kelele hii ni ya watu wanajiweza. Bishop Luka, wakati umesema ya kwamba nyinyi hamwezi rudisha pesa, hata wale wanajifanya, wacha nitumie lugha, ni kujifanya tu, kwa sababu sasa niwaulize, kanisa haina kiti yoyote, kanisa haina CDF, kanisa haina pesa ya serikali, waumini ni wale wale. Na unajua sasa zingine hata tukijenga kanisa, kuna waumini wanatorokanga kwanza wakianza kufanya harambee, kwa sababu mambo ni ngumu. Lakini sasa unapata kuna mwingine anasimama na kusema hatutaki pesa hii. Mimi nikisimama mbele yenu,
nusu ya miaka yangu half nimekuwa nikichangia kanisani. Before nifikirie mambo ya siasa, nimekuwa nikienda kanisani, nimekuwa nikichangia kanisani nusu ya mwaka yangu. Sasa leo utanisimamisha useme nisichangie kanisa? Lakini hiyo kusimamia kidogo sio mbaya pia. Tumepata break kidogo. Hata sisi kumbe tulikuwa tumeumia sana. Lakini hatuwezi wacha kwa sababu hatuna namna nyingine ya kujenga kanisa. Hatuna namna nyingine ya kujenga Sunday school. Hiyo mmesema inataka 27 million. Hatuwezi ambia waumini hawa ati sasa kila mtu atafuta 27 million, haitawezekana. Na mimi nataka niwaambie na msikie. Na kama muamini shauri yenu. Ukitoa, na iko kwa Biblia. Na sijui mbona watu wengi waamini. Sasa zingine hata sisi tuna pledge yenye hatuna, lakini tunapata. Kwa sababu usha pledge utapata. Ukitoa leo 1,000,000, huwezi jua kesho utapata kwa njia gani 2,000,000. So hii kutoa ni ukweli. Lakini wewe tu kakaa hapo mwenye utaki kutoa, utakwama tu namna hiyo. Tulikuwa na program hapo ndani inaitwa Linda Mama. Hii Linda Mama ilikuwa inasaidia wamama. Na Linda Mama mpaka saa hii iko pale ndani. Lakini tukaipamba kabisa. Tukasema la kwanza, mama akipata mimba, kuna sehemu ambayo unafaa kwenda ile tunaita clinic. Inaitwa kwa kizungu prenatal care. Hakuna mama anafaa kungoja nyumbani mpaka aende ajifungue. Ni vizuri uende uangaliwe na daktari, ndio uambiwe huyo mtoto wako anaendelea vizuri, na pia wewe mwenyewe. Ndio tupunguze the maternal deaths yenye inapatikana kila mara. Kwa hivyo hii Linda Mama tumesema before delivery mama aende hospitali aangaliwe. During delivery, ile ya kitambo Linda Mama ulikuwa unaambua wewe leta karai, kuja na wembe, na gavana ako hapa kwa sababu mahospitali zote ni zake, anajua. Walikuwa wanatuambia ulete mpaka makasi, karibu uambiwe ulete kitanda ndio ulalie alafu ujifungue. Saa hii tunaambia wamama, wewe fanya mambo yako, ikifika ile siku jifikishe pale hospitali. Kwa hiyo Linda Mama pia, ukishajifungua usipote, uendelee na clinic. Ndio uambie mtoto wako atakula kivipi, atapigwa chanjo lini, anapigwa chanjo ngapi, na pia wewe mwenyewe. Kwa hivyo prenatal, during delivery na postnatal. Mimi nataka kuambia mambo ya health tusiweke siasa yoyote. Tunataka kila mtu katika kona yoyote ya nchi ya Kenya ajisajili ndio apate kupata services katika hii mfumo tunaita Taifa Care. Hii Taifa Care tumeweka funds 3. Ya kwanza ni kuona ya kwamba hii mahospitali ya hapa chini yenye tunaita dispensary na health center, hakuna pesa mnafaa kutoa mkienda hapo kwa hiyo hospitali. Kitu ya pili ni ile tunaita Social Health Insurance Fund. Na hapo ndio tunaomba ya kwamba tujiandikishe. Ndio ukienda hii hospitali ya hapa juu kiasi, labda umevunjika mkono ama umezirai, unaweza ukapewa dawa na pia unaweza ukahudumiwa kwa hiyo hospitali ya juu kiasi. Emergency. Unakuta umeenda hapo kwa barabara, umegongwa na baisikeli ama na bodaboda, sababu tuko na bodaboda nyingi sana huko. Kitambo ukienda hospitali, ulikuwa unaambiwa kwanza weka deposit ndio uhudumiwe. Unaambiwa kabla tumuite daktari, wewe lipa 20,000. Sasa 20,000 mtu anatoa wapi? Na ako na accident. Tuko na fund inaitwa Emergency, Chronic and Critical Illness. Ati ukipata ajali yoyote, nyumbani ama mahali popote,
Hatutaita watu wenu ndio ukuje ulipiwe pesa ndio ukue admitted. Ukiingia hospitali yoyote, kwanza unatibiwa. Magonjwa ile mkubwa kubwa kama ya diabetes, magonjwa ya moyo, magonjwa yenye ya long term inakuwa catered for. Kwa hiyo hii SHA inashikilia mtu wa hapa chini.